Mwanamke huwa anakuwa na hamu ya tendo la ndoa mara 3 tu kwa mwezi. Kabla ya kuingia period, baada ya kumaliza period na kipindi ambacho anakaribia kupata ujauzito. Ni tofauti na mwanaume. Mwanaume anakuwa na hamu ya tendo la ndoa kila baada ya masaa 24. Ndio maana mheshimiwa mmoja alishawahi kusema, akasema mwanaume ni wa wote. Ni kweli kabisa. Mwanaume ni wa wote. Kisayansi hakuna mwanaume hata mmoja ambaye anatosheka na mwanamke mmoja. Hayupo. Hapa hakuna cha shehe, hakuna cha padre, hakuna cha mchungaji wala nani. Kila mwanaume ambaye amekamilika. Hakuna mwanaume ambaye anatosheka na mwanamke mmoja. Ukiona mwanaume ana mwanamke mmoja ni kwa sababu kubwa hizi 3. Sababu ya kwanza ni kwamba anampenda mke wake na anahofia kumpoteza. Sababu ya pili ni kwa sababu za kiimani. Sababu ya 3 ni kwamba anajizuia. Sawa? Lakini sio kwamba eti mwanaume anaweza kuwa mwanamke mmoja. Haiwezekani. Ndio maana mwanamke usije ukamwacha mumeo kwa sababu eti umemfumania, kwa sababu eti amechepuka. Hiyo ni kawaida kwa mwanaume. Unajua Mungu alipomuumba mwanaume, kaweka kiwango kikubwa cha hisia kwa mwanaume. Yaani mwanaume ana kiwango kikubwa sana cha hisia. Mungu kafanya hivyo ili mwanaume aende huku na huku na huku na huku azalishe. Sawa? Kwa sababu mwanaume ndiye akapewa maelekezo ya kuzalisha. Sasa wanawake wengi sana wanakuwa haelewi kitu. Wanasema wanaume ni maraya. Wanaume sio maraya. Na mwanamke unaposikia mumeo, unaposikia mumeo ana mke mwingine wa nje. Sio kwamba eti yeye anapenda. Ndivyo wanaume ndivyo tulivyoumbwa. Na mwanamke usimwache mumeo kwa sababu umesikia ana mke wa nje. Kwa sababu ukimwacha pisi, ukija kwangu mimi niko hivyo hivyo. Ndivyo tulivyo. Kwa sababu mwanamke kabisa, mwanaume anatakiwa shiriki tendo la ndoa kisayansi. Tunasema mara 21 kwa mwezi. Mara 21 kwa mwezi. Watu wameenda viral kabisa mara 50. Sasa kuna baadhi ya wanawake wakuta mwanamke hampi mume wake tendo la ndoa, alafu anataka awe na nguvu za kiume. Haiwezekani. Kwa hiyo nani anasababisha? Mwanaume anapokaa muda mrefu bila kushiriki tendo la ndoa, uwezo wa kushiriki tendo la ndoa unapungua. Nguvu za kiume zinaisha. Na maumbile yako ya kiume yanapungua. Na maumbile yanapungua. Kwa hiyo mwanaume atakiwa kushiriki tendo la ndoa angalau mara 21 kwa mwezi. Hivi hapa. Tunakusikiliza baba. Huu ni ukweli. Huu ni ukweli mchungu, lakini wanawake lazima mumpokee na muishi naye. Kwa sababu nimeona sasa hivi mahusiano yanavunjika kwa sababu ya mtoto. Mwanamke usimwache mumeo kwa sababu tumemfumania. Wanaume ndivyo tulivyo. Yaani sisi tumeumbwa tuwe huku na huku ili tuzalishe. Sasa sikisi kwamba sisi ni maraya, hapana. Ndivyo tulivyo na sio sisi. Ni Mungu. Ni Mungu, sio sisi. Hatuna hatia. Sisi ni innocent people. Hatuna kosa lolote. Kabisa. Ni Mungu. Kabisa wanawake mkubali huko. Sio sisi. Sio sisi. Ndivyo tulivyoumbwa. Kwa hiyo wanawake kweli mpokeni mchungu, ili muumeze ili mpone. Kabisa. Ndivyo tulivyo. Na mwanaume kama nilivyosema hapa angalau mara 21 kwa mwezi. Kabisa. Kisayansi mwanamke ukiona mumeo ametulia, sawa tu ni kwa sababu labda kwa sababu za kimani, anakuheshimu hata kupoteza. Na ndio maana wanaume wengi anapokuwa maskini anakuwa na mke mmoja. Anapopata hivyo anaweza mkapiti. Kwa sababu gani? Anajipata. Mwanaume akiwa na hela anakuwa ni mnyonge. Lakini anapokuwa na uwezo wa kumiliki wa kutanua mpaka, anaanza kupanua sasa, anaanza kupanua ekaya yake, anaanza kupanua ufalme wake. Ni kawaida kwa mwanaume. Sio kwamba ni hapana. Msisapuzane. Mtandaoni huko mnasapuzana. Ndio maana muulize bibi yako hapo nyumbani. Mwanamke anasikiliza, muulize bibi yako nyumbani. Muulize babu yako alikuwa vipi. Wazee wa zamani walikuwa wanakuta wanawake 6, watu 5, babu yangu